Naam, kwa mara nyingine karibu tena. Natumai buheri wa afya. Leo ningependa kukuuliza swali dogo sana. Je, ni nani aliyekuwa mwalimu wa kwanza kuweza kutokea katika hili dunia? Na je, ni nani ambaye alimfundisha mwalimu wa kwanza hadi kuhitimu na kuwa mwalimu? Njoo nikuelimishe. Mwalimu wa kwanza kuwahi tokea katika maisha yako ni mama mzazi au wazazi wako. Na mwalimu wa kwanza kabisa duniani ambaye hakuzamia dini, bali kuiweka msingi wa elimu ambao unazingatiwa hadi wa leo, kabla ya kutokea mafilosofa kama vile Socrates, Aristotle na Alexander the Great. Hakuwa mwingine bali ni Bwana Confucius. Mwalimu huyu anashangaza wengi, kwani yeye hakufundishwa na mwalimu yeyote, wala hakuwahi enda shuleni, keti chini, kusoma au kufundishwa na mwalimu kama mimi. Hii hapa hadithi fupi kuhusu mwalimu Confucius. Katika ardhi ya Uchina ya kale, miaka 551 kabla kuzaliwa Kristo, katika jimbo dogo la Lu ulizaliwa mtoto wa kiume katika familia iliyokuwa na asili ya kiungwana, lakini iliyoanguka katika umaskini. Wazazi wake walimuita Confucius, lakini ulimwengu ulikuja kumjua kama Confucius, mwalimu mkubwa. Tangu akiwa mdogo, Confucius alikuwa na shauku kubwa ya kujifunza. Alipenda kusoma maandishi ya zamani, historia, muziki na sheria za maadili. Baba yake alifariki mapema na mama yake alijitahidi kumlea. Badala ya kucheza na watoto wenzake, yeye alikusanya vitabu na kujaribu kuelewa maana ya maisha. Alisema mara nyingi, sio umri wa miaka unaoleta hekima, bali kujifunza bila kuchoka. Alipokuwa kijana, Confucius alianza kufanya kazi dogo ili kusaidia familia. Wakati mwingine alikuwa mlinzi wa maghala au karani, lakini moyoni mwake alikuwa na ndoto kubwa: kurekebisha jamii iliyokuwa imejaa ufisadi, vita na ukosefu wa hekima. Aliamini kuwa elimu huru ndiyo ufunguo wa maisha bora. Safari ya kufundisha. Confucius alifungua shule yake ya kwanza wakati akiwa na miaka 35. Hii ilikuwa mapinduzi. Kabla yake elimu ilikuwa kwa wakuu wa wana wa wafalme tu. Yeye alifundisha kila mtu, maskini, tajiri, vijana na wazee. Aliwaambia wanafunzi wake, nifundisheni na mimi nitajifunza kutoka kwenu. Alisafiri kutoka jimbo moja hadi jingine akifundisha na kushauri watawala. Wakati mwingine alikataliwa, wakati mwingine alifukuzwa, na mara nyingine alipata heshima, lakini hakuacha. Mafundisho yake yalikuwa rahisi lakini yenye nguvu. Mfano, aliwahi kufundisha hivi: Jen akisisitiza upendo na huruma, manake usifanye kwa wengine yale usiyopenda kufanyiwa. Xiao akisisitiza heshima kwa wazazi na wazee. Li kufuata taratibu na adabu. Mwisho Yi hekima na alikuwa na wanafunzi zaidi ya 3,000, na miongoni mwao walikuwa wengine wenye akili kama Mencius na Zuzi.
ambao walieneza elimu yetu. Mwisho na urithi. Confucius alifariki mwaka wa 479 kabla kuzaliwa Kristo, akiwa na umri wa miaka 72. Kabla ya kufa, alijiona kama mtu aliyeshindwa kurekebisha ulimwengu wakati wa uhai wake, lakini nitasema alikuwa amekosea. Mafundisho yake yalikuwa kama mbegu iliyopandwa kwenye ardhi yenye rutuba na chemchemi za kutosha. Baada ya miaka 100, falme za Uchina zilianza kuyatumia kama msingi wa serikali, elimu. Hadi leo Confucianism imeathiri milioni ya watu katika Asia na bara zote ulimwenguni. Hadithi yake Bwana Confucius, mwalimu wa kimaajabu kuwahi kutokea, inatuambia kwamba mwalimu mmoja anaweza kubadilisha ulimwengu, sio kwa upanga au silaha yoyote yenye makali, bali kwa maneno yenye hekima na moyo safi. Mwalimu Confucius aka Conq aliishi maisha ya kujitolea, subira na kujifunza daima, na aliishi akisema, sio muhimu jinsi unavyoanguka, bali ni jinsi unavyoinuka tena. Kwa lugha ya Kimombo nitatafsiri haya nikisema, it's not important how you fall, but how you rise again. Once again, I say thank you very much for your time. Please subscribe, like, share and leave your comment. Shukran, asante sana.